Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale ndugu zetu, amani ya Mungu iwe nanyi. Leo nataka kufafanua mambo mawili tofauti. Kuna yule mzaliwa Uswahilini na kuna Mswahili mwenyewe. Mswahili mwenyewe asili yake, kama tunavyokokoteza au kuielezea kila siku, asili yake yatoka Shungwaya. Sasa wewe kama mbari yako haitoki Shungwaya, wewe utakuwa si Mswahili. Kwa sababu ushahidi wa vitabu vyote vya wanahistoria wanathibitisha kwamba Mswahili asili yake alitoka Shungwaya. Sasa Shungwaya iko Bajunini. Sasa wewe mbari yako kama hakuna katika hao mabajuni, wewe utajitaje Mswahili? Na ukitaka kujijua kwamba wewe ni Mswahili au si Mswahili, angalia mbari yako kiumeni, si kiukeni. Mbari siku zote ni kiumeni. Angalia babako, alimzaa babako, alimzaa babu yako, au babake babu yako, jina lake aitwa nani? Jina peke yake litatosha. Kama lina asili ya Kihindi, wewe mbari yako ya Kihindi. Kama asili yako wewe ya Kiarabu, jina lako lenyewe na wazazi wako litathibitisha kwamba mbari yako ya Uarabuni. Sasa wako Waswahili wenyewe ambao ni mabajuni na lugha yao ni Kiswahili. Kama vile Wajerumani ni Wajerumani, lakini lugha yao si Kijerumani, lugha yao ni Kidachi. Utakataa hilo? Number 1. Haya, tukila number 2, yale mbari ambazo kwamba zile mbari ambazo kwamba sisi tuliandikiwa, utakuta asili zao zote haziko katika Shungwaya. Sasa we kama huna asili ya kutoka Shungwaya, huu Uswahili uliupata vipi? Yawezekana ikawa labda mamako alitoka kule, lakini je, babako asili yatoka upande gani? Kiumeni, kwa upande wa baba, babu, babake baba. Shafahamu au babake babu yako, hiyo ndio asili yako. Sasa kuna watu wajidai Waswahili wakati si Waswahili, na wale ambao ni Waswahili wa kweli hawataki kuwataja kwamba ndio Waswahili wenyewe. Jamani, haya mambo rahisi na ushahidi ulioko wazi. Ibn Battuta alipokuja, alikuja Shungwaya. Aliporudi akaeleza kwamba alikuta wastaarabu, wanshika dini ya Kiislamu, kuna misikiti. Sasa utakuta Bajuni ni asili Muislamu kwa sababu alikuweko tangu wakati wa maswahaba. Na ukitaka ushahidi uko Lamu, Shanga, ukenda utakuta msikiti ambao ni Kiblataini, na wakati wa Kiblataini ni wakati wa maswahaba na mitume. Kwa hivyo Bajuni ndio unaona hasilimu, akizaliwa tu ye automatic ni Muislamu kutoka jadi na jujudi, abu na nasabu, babu na mababu. Lakini hizi kabila nyingine ukikuta Wahindi wako Waislamu wako na Wakristo, Waarabu wako Waislamu wako na Wakristo, na utakuta katika Afrika Mashariki madrasa nyingi au misikiti mingi wasimamizi huwa ni kutoka Lamu County, mabajuni. Kwa sababu gani? Uislamu ulianza kule Afrika Mashariki. Kwa hivyo hili ni suala ambalo halina mjadala. Na kama ni Fort Jesus ilijengwa juzi, kuna msikiti Shanga ulijengwa kabla Fort Jesus, lakini historia Waingereza au wazungu wakaipa mbele sana Fort Jesus, lakini wakasahau kuipa mbele. Si kusahau, ni kusudi. Mbona Masjid Kiblataini ambayo iko Shanga na mpaka sasa iko hawajataja katika historia? Alafu wanakwambia ati Waswahili ni kizazi cha Mwarabu na Mijikenda. No, Mwarabu kabla hajaja, kabla Mreno hajaja, Waswahili wapo ambao ni hao mabajuni, balikuwa tangu wakati wa masahaba. Je, hebu piga hesabu ni miaka mingapi? Wakati huo Mombasa, Lamu, Mombasa, Kilifi, Kwale, kote ni misitu.
Kisha katika tarehe, wakati watu wanyanyaswa Mombasa, walalamika wenyeji, ikabidi nani aliowapeleka Zanzibar kwenda kupeleka malalamiko kwa sultan? Ni mabajuni. Mabajuni kwa sababu walikuweko wamestaarabika mapema, ndio watu wa kwanza kuvaa nguo Afrika Mashariki na ya Kati. Mabajuni ndio ambao kwamba walikuwa mafundi wa majahazi, na mpaka leo ndio mafundi wa majahazi. Likaundwa jahazi, wakaenda Zanzibar, wakapeleka malalamiko kwa sultan. Wakati ule sultani yuko Zanzibar, sultani ndio akaleta majeshi, ambapo miongoni mwa hao wanajeshi walikuwa Wadigo na Wabulushi. Unaona historia vile ilivyo wazi, lakini hii historia Waingereza hawakuiandika. Ndio Wabulushi wakapewa nafasi wapi? Makadara. Wadigo wakapewa nafasi wapi? Likoni na kwenda mbele kule mpaka Tanga. Sasa huu ndio ukweli wa mambo na ushahidi ulio wazi. Mutake musitake, ukweli ukidhihiri, urongo hujitenga. Pia napenda kuwapongeza sana vijana wangu Salim bin Abed, Muhammad Kombo, munavojitahidi kuwaelimisha watu na kuwafundisha wale wajifanya mbaya na historia, wakati historia hawaijui. Wasoma ile iliyokuwa kwenye vitabu ambayo sio ya ukweli, lakini ile ya ukweli hawaitaki. Na pia katika hiyo historia za ukweli, kama yule Mgiriki mwana historia alieleza vile vile asili ya Waswahili ni Shungwaya. Shungwaya iko wapi? Baina Kismayu na Lamu, ambapo hiyo Kismayu yenyewe ya mabajuni. Mpaka sasa hivi ninavyokuambia, kutoka wakati huo na mpaka sasa Kismayu, makonsela, wabunge bado mabajuni, japo wakati Mwingereza alipogawanya aliweka kwenye Somalia, lakini la, Kismayu ni ardhi ya mabajuni, kama vile Kiwayu, Ndau, Semambaye, Sendeni, Kiunga, Mbundeni, Rubu, Shuwei, Mwambore, Shanga, Rasini, Yabogi, Chundwa, Siu, Pate, ushaona, Tangawanda na sehemu nyingine, kuja mpaka huku kufika Amu, mpaka Shela, Matondoni, Mokoe, Wito, Mapenya na sehemu nyingine ambazo ziko katika Lamu County. Sasa hao ndio Waswahili halisi, na lugha ni ya Kiswahili lakini ni ya Mabajuni, kwa sababu Mabajuni ndio watu wa kwanza kuzungumza Kiswahili, na walizungumza Kiswahili kabla Mwarabu hajakuja. Kwa hivyo mtu kusema ati ni mtanganyiko wa Mwarabu na Mijikenda, huyo ni mrongo. Ni Kiswahili, ni historia ya bandia. Kwa leo ni hayo, na kukiwa na changamoto aina yoyote, mkiwa na swali ulizeni, nitawajibu kwa uzuri, si matusi, ni kuelimishana. Na wajua katika mambo mawili mtu akiwa nayo ni faida kubwa sana. Heri ukubali kuwa mjinga kuliko kuwa mpumbavu. Nasema hivi kwa nini? Mjinga akielimishwa huelimika akawa mwerevu. Mpumbavu huwa yajua haki na ukweli na bado akaipinga. Shukrani.